Chi, nimekuja kuongea na wewe. Unatafuta sana namba yangu na mimi nikatoa go ahead upewe hiyo namba, lakini hiyo isiyo sababu ya wewe kutaka kuniharibia mimi kwa mume wangu. Mimi nimeolewa na ninamheshimu sana mume wangu. Kiulizo, mimi na wewe tulikuwa wapenzi, ni zamani, sio sasa. Kwa hiyo kuanzia leo simu za usiku wa manane zikome, mazoea yaliyopitiliza yakome, na meseji chafu kwenye simu yangu sitaki kuziona. Ulikuwa mpenzi wangu zamani, nadhani umenielewa. Kama ningeweza kuzirudisha siku nyuma, nikafuta hichi ninachokiona, moyo kidonda kingepona. Mana pesa zimeshindwa kununua furaha ya moyo wangu, na macho yameshindwa uhifadhi siri ya moyo wangu. Chozi lanitoka, pumzi nakataa, kwa mzigo mzito. Nilizoea mikiki na vishindo ntokako, nilipewa kila lanapohitaji ntakacho, napigwa dinachoka, mwili jasho lanitoka. Kwa nini umefanya hivi? naomba unisamehe kwa hichi kilichotokea. Ukweli ni kwamba nimeshindwa kujizuia kwa sababu nakupenda, na wewe mwenyewe unajua hilo. Maisha ni fumbo na hakuna anayejua kesho yake, na kila kizuri hakikosi kasoro, ila kasoro zingine ni ngumu kuvumilia. Unamaanisha nini? Kiulizo, sasa hizi miongo. Umetoka wapi usiku wa saa 7? Miongo, naomba unisamehe. Nilikuwa nimeenda saluni. Kwa kule saluni nikakutana na rafiki yangu, akaniambia niende nikapone kwake. Sasa kufika kule tukao tumepiga sana story. Nakuja kushtuka hivi naangalia muda, nikagundua muda umeshaondoka, kwa nikaamua tu nirudi nyumbani. Hivi unakisikia kwa unachokizungumza kweli? Hata mtoto wa miaka 5 anajua huo ni uongo. Na kuuliza unatoka wapi usiku huu wa saa 7? Wallahi vile mama wangu nakwambia ukweli, mimi nilikuwa kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako eh? Na umeanza lini hiyo tabia kutoka ndani bila kuniaga? Sawa. Usije ukawaza hata siku moja kutaka kunichiti. Mimi mume wako halali wa ndoa. Nina uchungu na wewe kwa sababu wewe ni mke wangu. Na siku nikaja kugundua kuna ujinga wote ambao unanifanyia, damu ya mtu itamwagika. Toka.
Na yeye ulipomuuliza alikwambiaje? Alichoniambia alikuwa ananichanganya tu. Aliniambia kuwa amepitia kwa shoga yake, sio ameenda kwa shoga yake. In short, hata kama angekwambia wewe ungechanganyikiwa. Lakini mimi sidhani kama kuna sababu yoyote ya kuendelea kushikilia kidete hili swala. Mimi nadhani ungeachana nalo. Kiukweli natamani iwe hivyo, lakini najikuta nashindwa kwa sababu nishaanza kumpenda. Umeanza kumpenda? Wewe ni Dayun Matula. Sasa itakuwaje? Hata sielewi itakuwaje. Bombo ngafu. Subira moyoni nikasubiria, siku za usoni akinichachia, eti niachane na mume mwengine na nampenda, afu sio mume bali mwenye pesa. Mimi kapuku niende mwana kwenda, kiulizo chozi langu nani atalifuta? Nahisi kama nimekumbata dunia na mikono haitoshi, nani anisaidie kiulizo mimi? Wapi nikageme kiulizo mimi ya. Karibu. Asante. Hongera. Unaishi mazingira mazuri. Asante. Mshikaji anarudi saa ngapi? Mume wangu anarudi saa hizi. Anarudi usiku sana. Mimi nashukuru nimepaona chini. Nilikuwa naomba niingie kitaani kwa sababu nafsi yangu haina amani kabisa kukaa eneo hili. Wewe ukiingia Uswahilini tutaonana. Mimi nimeshakwambia mume wangu anarudi saa hizi. Kwa nini unakuwa na wasiwasi? Kwa upande wako unaona sawa, lakini kwangu fezea. Sinisha kuelekeza tutakutana Uswahilini. Kwa hiyo ile jumba halina mlinzi au? Mwanangu anafika pale nyumba nzima yuko peke yake. Ananikaribisha moyo wote unadunda. Nikasema vipi mshikaji kama akitokea akinikuta? Nitakuwa salama kweli? Nikamwambia mama mtu acha mimi niondoke, siku nyingine nitakuja. Mama mtu kanishika kiulizo siondoke, bala kanitupa kwenye kochi. Sijakaa kidogo kanipandisha juu, nimekutana kitanda sijui futi ngapi zile. Ananiuliza mama mtu nikupeke chakula gani? Nikamwambia mama mtu mimi wewe kanipikia hapa sio kwangu. Lakini kama mngeliona lile jumba ndugu zangu, kuna watu wanaishi. Mau, kuna watu wana pesa. Kama mimi ndo ningekuachii, basi nisingekubali kumwacha yule mshikaji hata kama mimi ndo kiulizo. Sema mwanangu unafeli. Alafu unapofeli sio padogo, ni pakubwa sana. Umeanza kama masiala. Anakuja kwako, mara umeenda kwake. Kaka, za mwezi ni 40. Kuna siku jamaa atakukuta nyumbani kwake. Hivi unafikiri itakuwaje? Na mara 10 demu mwambie aje mageto na sio uende kule kaka. Na sisi tunafanya kwa sababu ya kukupenda. Sijui unanielewa? Nyote pezea ana. Hadithi ya mapenzi ni ndefu hatari, imeshakula nyama zangu na kuniacha dhaifu. Sura imekosa nuru, moyo umekosa nguvu. Nani wa kunipa faraja kama wewe?